Sababu ya pili kwa nini umeambiwa ulinde sana moyo wako kuliko ule alindayo. Ndani ya moyo ndiko kunakotoka nia njema au mbaya. Tumeshasoma katika Mathayo 15 mstari wa 19 kuwa moyo hutoka mawazo mabaya ya uuaji, uasherati na kadha wa kadha. Unapomwona mtu ana nia mbaya, ujue huyo mtu ndani ya moyo wake alishaharibika muda mrefu. Na ukiona mtu ana nia njema, ujue kwamba huyo mtu ndani ya moyo wake kuna vitu vyema vimejaa. Kuna mambo mazuri yamejaa ndani ya moyo wake. Hivyo moyo wako ukiwa safi, maisha yatakuwa safi. Nia yako itakuwa ni njema. Mambo utakayoamua yatakuwa ni mambo mazuri. Yatakuwa na faida katika familia yako. Yatakuwa na faida katika ndoa yako. Yatakuwa na faida katika taifa lako. Yatakuwa na faida kila eneo ambalo unakaa. Sijui kama kuna mtu anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anasema na sisi. Unaweza ukajitafakari na kujitazama. Una nia gani? Unajua kuna kipindi Paulo akasema ya kwamba yale ninayotaka kuyatenda siyatendi, lakini ambayo siyataki ndio nayotenda. Unafikiria kwa nini? Imefika watu wengi tunataka kufanya mambo mazuri, lakini vile ambavyo tumevijaza katika mioyo yetu sio vizuri. Ni kweli nia yako ni njema, lakini unakuja kushangaa tu umeangukia pabaya. Kwa nini? Kweli unachotaka ni kufanya chema, lakini sasa aina ya vitu ambavyo unavijaza ndani ya moyo wako, hivyo ndio vinakuharibia diri. Unataka kufanya vitu vizuri, unataka kufanya mambo mazuri, halafu wewe rafiki yako ni mtu mtabangi, ni mzinzi, maraya fulani hivi anajiuza, halafu unatarajia nini? Unategemea nini? Tegemea tu anguko, tegemea vitu kuharibika, tegemea mambo kutoka vizuri, tegemea mambo kutokwenda vizuri. Kwa lazima utafakari na uangalie kwa makini sana, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba linda sana moyo wako kuliko yote ambayo unayalinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine haelewi. Tusome hiyo Mithali sura 4 mstari wa 23 ili uone, usije kufikiria kwamba labda hili neno haujawahi kuliona, haujawahi kulisikia. Nasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa protection ya moyo wako, ulinzi wa moyo wako ndio utakaoamua vitu gani moyo waamue, au vitu gani moyo usukume kufanya. Moyo si unasukuma damu, vile vile moyo huu unasukuma maamuzi ya mtu kibiblia. Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la mwisho kwa leo ambalo tutaliangalia, kwa nini tumeambiwa tulinde sana moyo kuliko yote tuyalindayo. Moyo ndio mahali Roho wa Mungu anakaa. Moyoni mwako ndiko Roho wa Mungu anakaa. Kwa watu tuliokoka, moyo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haji kukaa kwenye mwili. Roho Mtakatifu haji kukaa kwenye macho. Anakuja kukaa kwenye injini ya maisha ya mwanadamu, ili aweze kufanyeje? Aweze kuisaidia au kuwezesha gari liende vizuri, usafiri uende vizuri, mambo yaende vizuri. Anakaa kwenye injini. Moyo ni injini ya mwanadamu. Tukiweza kulinda mioyo yetu, tutatunza uwepo wa Mungu ndani ya mioyo yetu, na vile vile tutaepuka dhambi ambayo inaweza kutuvuruga au kumfukuza Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 19, neno la Mungu linasema hivi: "Awa mjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu." Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa imezungumzia habari ya miili yetu ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini huu mwili haujawa mwili bila moyo. Ikifika mahali moyo kifa, huu mwili hauna kazi. Nataka nikuhakikishia kwamba kwa nini amezungumza hapa Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwenye mwili, kwa sababu bila moyo mwili umekufa, na Mungu na Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwenye kitu ambacho kimekufa. Kwa hiyo jua ya kwamba lolote ambalo unalifanya
au chochote ambacho unakifanya au kile ambacho unakijaza katika moyo wako kinaamua Roho wa Mungu akae ndani yako au akuache. Au kirudi katika hiyo ya Korinto wa kwanza sura 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Anakaa ndani yako huyu Roho wa Mungu. Kwa hiyo ukiharibu moyo, umeharibika. Ukiharibu moyo umefanyeje? Umeharibika. Na huyo Roho wa Mungu hawezi kaa tena katika moyo. Natamani utafakari namna jinsi ulivyo, maisha yako jinsi yalivyo, mwenendo wako jinsi ulivyo, tabia yako jinsi ulivyo. Halafu ujiulize, kwa nini inafanya hivi vitu? Kuna watu leo hii mmeshindwa kulinda mioyo yenu. Tutaona namna ya kulinda moyo, lakini leo sitaki twende sana. Tumeangalia sababu 5. Ya kwanza, moyo ndio kitovu cha maisha ya mwanadamu. Namba 2, ndani ya moyo ndiko kunatoka nia njema au mbaya. Na namba 3, moyo ndio mahali Roho wa Mungu anakaa. Leo hii watu unakuta, naweza nikatolea mfano huu. Ukimkuta mtu ambaye anaigiza maisha, utakuja kushangaa kuna siku tu anashindwa. Unajua vile ulivyovijaza moyoni mwako unaweza ukavificha kwa muda, lakini kuna siku tu utajisahau. Kuna siku tu utavilopoka, ndio utajua kumbe huyu. Kuna watu wengi tunachanganyikiwa na vile ambavyo watu wanapretend au wanaigiza kwa muda mfupi. Lazima tuwe makini, tupime kwanza. Mwambie, kama ni mtu ambao unataka kuhusiana naye, kuweka ukaribu na yeye, mwambie Mungu, nionyeshe moyo wake jinsi ulivyo huyu mtu. Niweze kujua moyo wake, niweze kutambua moyo wake. Kama wewe ni kijana unataka kuoa, usiangalie tu kwa nje kwamba huyu mtu mwanamke anajibidiisha kuosha vyombo, anafanya kazi kwa bidii, mwambie Mungu, ninatamani nijue moyo wa huyu binti ukoje. Binti unataka kuolewa, usikurupuke tu mimi nataka mwanaume ambaye anafanya kazi kwa bidii. Kuna watu wanafanya kuna watu wanafanya kazi kwa bidii lakini mioyo yao imeharibika. Ukikaa naye huko ndani hapata shika, hapata tosha. Muulize Mungu kwamba huyu mtu anakuja kwangu, tuwe kama mke na mume, ninaomba nionyeshe moyo wake jinsi ulivyo. Lakini ukikuta mtu ambaye ana moyo safi, haijalishi hata kama hana kazi, mnaweza mkafanikiwa sana. Mnaweza mkaenda sana vizuri sana, mkatengeneza familia yenye amani na furaha. Ninazungumza vitu hivi sijui kwa nini, sijaoa na sina experience ya ndoa, lakini Roho Mtakatifu ndio anayetufundisha. Leo hii watu mikorogano katika familia zao, hawaelewani. Mambo ni magumu kwa sababu walikaa wakaoana, hawakujuana mioyo yao. Waliona tu vitu vya nje, umbo. Kama ni mwanaume ameona umbo zuri, binti ana sura nzuri, binti naye kaona kijana ni handsome, anapendeza, yuko vizuri, basi akajua huyu mtu sahihi. Twende mbele za Bwana, tumshukuru Mungu kwa kuwa umetufundisha kwa nini tunatakiwa kulinda mioyo yetu. Umesema kwenye moyo ndiko kunakotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo maisha yetu ili yawe salama, mioyo yetu iwe salama. Umwambie Mungu asante kwa kutufundisha haya, na mwambie Mungu, ninaomba ulinzi wako ndani ya moyo wako. Na ukumbuke ya kwamba tulisema jana ya kwamba moyoni sio mahali pa kumweka mume, sio mahali pa kumweka mtoto, sio mahali pa kuweka mali, sio mahali pa kuweka vitu. Ukiweka vitu katika moyo wako, siku vitu vikipotea, moyo wako umeharibika. Ukiweka mke katika moyo wako, siku mke akikuvuruga, maisha yako hayako vizuri. Ndipo mwanzo wa watu kwenda kujinyonga kwa sababu ya mke. Ndipo mwanzo wa watu kwenda kujinyonga kwa sababu ya mume wake amemsaliti. Kwa sababu gani? Amemweka moyoni mwake badala ya kumweka Roho wa Mungu. Kumbuke mwanadamu ni mwanadamu, kuna wakati anakosea, kuna wakati anakuwa mzembe, anaachia mlango wazi, adui anapata nafasi,
amtumia.